Tumetembea hapa Meru, juzi tulikuwa Marsabit na tumeenda mpaka Garissa. Tunazunguka kaunti zote zetu za Kenya zile tunaweza, ndio tuweze kuongea na wananchi, tuweze kuelezea ya kwamba wakati tulipitisha sheria ya 2016 ya Access to Information Act, tuliwajibika sisi kama commission kuandika regulations, Access to Information 2021 regulations, ambayo itahakikisha kwamba ile sheria ya 2016 imeweza kutumika vile inafaa. Kwa hivyo tumekuja public participation. Juzi tulikuwa Marsabit, leo tuko Meru. Tumeita watu wachache, civil society, wananchi kidogo, sababu ya COVID-19 hatungeweza kuita watu wengi, na tunawafunza vile ile sheria imeandikwa, waweze kutuambia kulingana na wao kama hiyo sheria kuna pahali ingerekebishwa zaidi, ama maoni yao pale wanaona ya kwamba hata wakijaribu kuitumia inaweza leta tashwishi, ndio tuweze kuandika sheria ambayo itaweza kuhudumia mwananchi vile inafaa. Wanaweza kukosa kutimiza hii sheria sana ni wafanyikazi wa serikali, sababu tunaona ya kwamba saa zingine mwananchi wa kawaida anaweza enda kwa mfanyikazi wa county aulize kwa tenda zote zile mmepeana kwa Meru County, ni wagapi wa hiyo tenda wale wamepata ni akina mama, ni vijana, ni walemavu, ama watu wengine wale kwa society tunaita marginalized. Akikosa kupewa hiyo information, anakuja kwetu kama commission, tunaitisha hiyo information kwa county government. Pia mtu anaweza sema ama anauliza swali, katika county fulani ni wagapi wa kutoka clan, kama Marsabit tulikuta clan ya Gabra, Borana, Redile, Buruji. Kwa Meru tunaweza kuja, wale anataka kujua ulize kati ya county government ya Meru ni wagapi wameajiriwa kutoka Tigania, kutoka Imenti, kutoka Igembe. Kama wakikosa kukupatia hiyo information, unakuja kwa commission, tunaitisha hiyo information, because kwa kawaida hiyo information inafaa kuwepo kwa website ya county governments ama kwa national government, lakini saa ile haijapeanwa. Ndio sababu hii sheria ilikuja ikasema hiyo information yote vile wafanyikazi wanafanya kazi zao inafaa kuwa inapeanwa, ndio wananchi wajue. Hata kwa priority list county government inataka kuwajengea barabara, ama inataka kuwajengea mahospitali, ama inapanga kuwafanyia kazi gani, na hiyo ni information ambayo mwananchi anafaa kupewa. Kwetu sisi huwa tunashirikiana na commission tofauti, especially juu tunapata malalamishi sana kutoka kwa Ministry of Lands na Pensions Department. Tunajua kuna wale walistaafu, wazee, akina mama walistaafu, wanangojea pension yao. Lakini sasa hii malipo ya uzeeni inaleta shinda. Unakuta Pensions Department, za ile tunapata malalamishi na tunawaita, tunawauliza kwa nini hamjalipa hao walimu? Kwa nini hamjalipa wafanyikazi walistaafu miaka 5, miaka 10 iliyopita? Unasikia yule mzee akienda pale pensions, faili yake ilipotea, ama anaambiwa atoe pesa kiasi fulani ndio faili yake ipatikane na awe processed kupata ile pesa yake. Kwa hivyo tunapata malalamishi sana kutoka kwa pensions, mambo ya pensions, wale wako retired, na pia mambo ya mashamba. Unakuta registrar ameenda amewekelea shamba yako kwa shamba ya mtu mwingine. Kwa hivyo kuna watu wawili, huyu ako na title deed, mwingine ako na title deed. Ukifuatilia ni yule land registrar ama wale watu wa adjudication hawakufanya kazi yao vile inafaa. Kwa hivyo tuko na malalamishi mingi sana ya Lands Department na Ministry generally, lakini sasa tunafanya kazi na National Lands Commission. Tunapanga kamati ya kuangalia zile complaints za kutoka hiyo wizara yote. Pia tunafanya kazi na Ministry of Interior. Tunajua hata chiefs wetu wengine complaints inakuja, wanja hudumia wananchi vile inafaa, wanja waandikia succession letter. Pengine kwa immigration unakuta documents zile zinahitajikana hazijapatikana. Hizo zote tuko na liaison officers kwa various departments ya serikali, ndio tukipata complaint tunaongea na wale wafanyikazi wa serikali, tunaweza kutatua tatizo lile la mwananchi. Ningetaka wananchi waelewa ya kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya ofisi ya Judicial Ombudsman na Commission on Administrative Justice ile inaitwa Ombudsman. Judicial Ombudsman anashughulikia mambo ya majudges, wale judges wameajiriwa, wale magistrates wameajiriwa, wale wafanyikazi
wa pale judiciary. Kwa hivyo tuko na tofauti. Ofisi ya Kajuju ya Ombudsman tunashughulikia wananchi na wafanyikazi wa serikali. Pale mwananchi amekosa kuhudumiwa, ndio sasa anakuja kwetu, tunasaidia kutatua lile tatizo. Yule judicial ombudsman na yeye anashughulikia mambo ya judiciary peke yake. Sababu sasa kama uko na kesi yako kotini na imechukua muda mrefu kutatuliwa, kama faili yako imepotea, kama umeitishwa pesa ndio kesi yako ifanyike vile wanataka, unaona ya kwamba judicial ombudsman ndiye atashughulikia hapo. Lakini sasa ofisi ya ombudsman wa Commission on Administrative Justice ile sisi tunafanya ni tofauti na ile judicial ombudsman.